Leo nataka nizungumzie sababu ya tatu, mambo ya kijinga ambayo wanandoa hufanya ambayo huharibu ndoa zao wenyewe. Mambo ya kijinga wanandoa hufanya ambazo huharibu ndoa zao wenyewe. Biblia inasema kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24, nitamfananisha mtu anayesikia maneno yangu na kuyafanya kuwa ni mtu mwenye hekima, ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikaja, mafuriko yakaja, upepo ukaja, ukapiga ile nyumba, lakini ile nyumba haikuanguka kwa sababu ilijengwa juu ya nini? Ya mwamba. Kwa hiyo kuna aina ya kwanza ya wanandoa ambao wenyewe ni wajenzi wenye hekima, wanaojenga ndoa yao kutumia neno ambayo haijalishi kinachotokea, ndoa hiyo uwe ni imara. Mstari wa 26, nitamfananisha mtu anayesikia maneno yangu na kutoyafanya kuwa ni mtu mpumbavu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga. Ikaja mvua, ikaja mafuriko, ikaja upepo, kapiga ile nyumba na ile nyumba ikaanguka, na anguko lake lilikuwa ni nini? Ni kubwa. Mara zote kunapokuwa kuna changamoto kwenye ndoa, kuna eneo ambalo ujinga umetumika. Hauwezi kuwa changamoto kwenye ndoa kama una hekima. Mambo ya kipumbavu ambayo wanandoa wanayafanya ndiyo hayo ambayo yanavunja, yanaleta migogoro, yanaleta sintofahamu, yanaleta matatizo, yanaleta kutokuelewana katika ndoa. Kwa hiyo kama ndoa yako ina msuguano, kuna ujinga mahali. Na ndio maana kwa mahali hapa tuweze kuondoa huo ujinga. Ujinga una gharama kama vile hekima ilivyokuwa na gharama. Sikiliza, tunapoita watu tu tuwafundishe, wanakuwa sababu nyingi sana za kutokuja. Tukitengeneza vitabu na kuwapatia watu wavisome, wasema ni bei kubwa, gharama ni kubwa. Lakini ujinga una gharama kubwa zaidi. Ujinga unaua, ujinga unaharibu, ujinga unasambaratisha. Kuna gharama kubwa sana ambayo watu mnalipa kwenye ndoa. Sababu ya ujinga umemtwisha mke wako kichwa. Jicho limevimba. Ghafla huyo nani? Inabidi ile 20,000 pekee ilikuwa kwenye nini? Kwenye kabati. Uichukue uende kalipe hospitali. Utalipa bodaboda, wana huna hela. Utalipa daktari na utaitisha hela zingine. Si gharama hiyo jamani? Ambapo ungetoa shilingi 10,000 kununua kitabu cha namna ya kukaa na mke, usingepiga kichwa. Usingepiga kichwa. Moja ya mambo ya kijinga ambayo wanandoa wanayafanya ambayo yanaharibu ndoa zao ni kutotoa kipaumbele kwenye ndoa zao. Au kwa maneno mengine, kutompa kipaumbele mwenza katika ndoa. Mafanikio katika maisha ni matokeo ya kipaumbele. Narudia tena. Mafanikio katika maisha ni matokeo ya kipaumbele. Kuna mambo mengi sana ambayo yanakukabili kila siku. Kuna majukumu ya kimaisha, kuna dharura, kuna mipango, kuna ratiba na kuna shughuli. Kila siku unapoamka, ratiba ipo, shughuli zipo, majukumu yapo. Kwa vitu vingi vinataka umakini wako. Vitu vingi vinataka muda wako. Vitu vingi vinataka nguvu zako. Watu wengi hawatoi kipaumbele kwa wenza wao, wanatoa vipaumbele kwenye mambo mengine tofauti na wenza wao, hivyo kuleta changamoto kwa njia ya hisia, upweke, na baadaye maumivu ya moyo, na baadaye magombano. Ukitaka kufanikiwa katika ndoa, mwenza wako anatakiwa awe kipaumbele. Mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ndugu zake na kazi zake na majukumu yake, naye atampa kipaumbele mkewe, nao watafanyika kuwa ni mwili mmoja.
nikuulize, wangapi leo hawakushinda na waume zao, wake zao tangu asubuhi? Wangapi? Nyanyua mkono juu. Wangapi wameshinda na waume zao na wake zao tangu asubuhi, mko pamoja? Wale ambao hamkushinda pamoja tangu asubuhi mpaka mnakutana, mara ngapi mmewasiliana? Wangapi waliwasiliana zaidi? Wale waliwasiliana mara moja. Wangapi mara mbili? Wangapi mara tatu? Tayari masaa mangapi? Masaa 8. Wapenzi wapenda nao, kiwango cha mara 3 hawajakifikia. Na mawasiliano mliokuwa nayo hayakuwa ya mahusiano, yalikuwa ni mawasiliano najua ya kazi. Baba fulani gesi imeisha. Ndio hayo mara nyingi. Sio kwamba mpenzi, nashukuru kwa chakula ulichoniletea asubuhi, najisikia kwamba ule uji ndio unanifanya saizi niko fiti kazini, asante sana. Baada ya dakika 10 umetuma maua. Baada ya masaa 2 umetuma vile vi-emoji vya kubusu. Ndoa nyingi zimekuwa ni ngumu kwa sababu mawasiliano ni ya mahitaji. Baba fulani, umeshapata pesa. Ndoa inahitaji kipaumbele. Bila utafuteni kwanza. Kuna mambo ambayo lazima yawe kwanza. Ukitaka mafanikio katika ndoa, mwenza au ndoa lazima iwe namba 1. Iwe namba 1. Vitu vingine vichukue namba ngapi zinazofuatia. Ikumbuko ya kwamba ndoa ni taasisi ya kipekee inayohitaji uangalizi wa kila siku, unayohitaji juhudi za dhati na muda wa kutosha ili kudumisha upendo na mshikamano utakaoweza kuleta ufanisi katika ndoa na hatimaye mafanikio katika maisha mengine nje ya ndoa. Ndoa inahitaji sana kupaliliwa. Akamchukua Adam, akamweka kwenye bustani ili aweze kuilima na kuitunza ili aweze kula matunda kutoka kwenye hiyo bustani. Unataka kupata faida ya ndoa, lazima uipalilie, lazima upande, lazima umwagilie na utoe magugu. Wengi wanataka ndoa zitoe matunda wakati hawajazifanyia kazi. Pasipo kumfanyia kazi mwenza wako, utoboi. Moja wa adui wa ndoa ni mimi hujanifanyia, hujanigusa. Sio issue ya mimi, ni issue ya you. Wewe ukiingia kwenye ndoa na umimi, hujanifanyia, hujanibusu, hujanishika, ukitaka kukunwa anza kumkuna. Kwa nini ndoa inahitaji kupewa kipaumbele namba 1? Ndoa ndio msingi mkuu wa mafanikio katika maisha. Ngoja nikwambie jambo hili. Taasisi ya kwanza ambayo Mungu aliitengeneza haikuwa kanisa, ilikuwa ni ndoa. Taasisi ya kwanza Mungu aliyotengeneza haikuwa familia, ilikuwa ni ndoa. Taasisi ya kwanza ambayo Mungu aliitengeneza haikuwa jamii, haikuwa taifa, ilikuwa ni ndoa. Kutoka kwenye ndoa tunajenga familia. Kutoka kwenye familia tunajenga jamii. Kutoka kwenye jamii tunajenga taifa. Kutoka kwenye taifa tunajenga bara. Ndoa inapobomoka tunakuwa na mmomonyoko wa familia, mmomonyoko wa jamii, mmomonyoko wa taifa. Unachokiona majira haya ni matokeo ya mmomonyoko kwenye ndoa. Tuna mashoga wengi, si kwa sababu wazungu wanamwaga fedha. Tuna mashoga wengi sababu ya ndoa kumongonyoka. Kama mume na mke wangeweza kusimama, wakaweza kulea watoto vizuri, hakuna kiwango cha fedha kingefanya wale watoto wawe shoga. Wamekuwa shoga kwa sababu hawana mahusiano na wazazi. Familia zilishasambaratika siku nyingi. Kwa hiyo ndoa yako ni muhimu kuliko kazi unayoifanya.
Ukiwa na matatizo ya ndoa, utakuwa na matatizo ya fedha, ya kazi, ya jamii. Mwanaume anahitaji kuwa na mazingira ya utulivu aweze kufanikiwa katika majukumu. Ukiwa na mwalimu ambaye mke wake anamsumbua, wanafunzi watapata sana kazi. Ukiwa na mwalimu anatembeza sana viboko, zile ni hasira za nyumbani. Alitamani amtandike viboko mke wake, ameshindwa. Kaja na mawazo ofisini, alafu wewe mtoto wa fulani unafanya vinyungunyungu. Hasira zote za nyumbani zitakuwa kwa nani? Kwa huyo mwanafunzi. Au anaona ndoa yake imevunjika, watoto wake hawafanyi vizuri, alafu ndio jifanya kama unapiga kelele darasani. Ukitaka kufanikiwa, ndoa ya Adam na Eva ilivyodondoka, familia ilidondoka, kazi zao zilidondoka. Hatimaye wakaondoka kutoka wapi? Hatimaye wakaondoka kutoka katika bustani ya Eden. Leo hii tuna makanisa ambayo hayana nguvu, familia hazina nguvu, jamii hazina nguvu, sababu ya mmomonyoko wa ndoa. Ukitaka kuona mafanikio katika maisha, hakikisha ndoa yako imesimama. Pasipo kusimama kwa ndoa yako, hakuna ambacho kitasimama maishani mwako. Namba 2, kwa nini ni muhimu kutoa kipaumbele kwenye ndoa yako? Kutoa kipaumbele kwa mwenza wako ni ishara ya kumjali, ni ishara ya kumthamini, na ni ishara ya kuonekana kwamba yeye ni kitu cha thamani. Tafadhali wewe kama mwanaume uliye naye ndani, si jiko, si chombo, ni nafsi iliyo hai ambayo inahitaji mawasiliano, inahitaji kuguswa, inahitaji kuthaminiwa. Huyo mume uliye naye anahitaji kuthaminiwa, anahitaji kuguswa, anahitaji kuona kwamba ni mtu wa thamani. Unapoacha kutoa muda kwa mwenza wako, ukatoa muda kwenye vitu vingine, unaanza kuleta ufa katika nini? Katika ndoa. Wanaume wengi kunapokuwa kuna Yanga na Simba, mpira, Arsenal, kutwa nzima ametoka kazini Jumamosi, amefika nyumbani, kutwa nzima yuko kwenye nini? Kwenye TV. Kazi yake ni kuagizia tu mke wake nini? Chai kwenye meza na chakula. Yeye ataangalia mpira mpaka saa 6 za usiku. By the time anaingia kitandani, mke anakoroma. Aina hiyo ya mke ataona kwamba anatumiwa, ataona ya kwamba hana thamani kwenye ile nyumba. Ndio maana unapoleta ndugu nyumbani kwako, ukajaribu tu kutoa huduma ndogo, mke wako anawaka moto. Hawaki moto kwa sababu anawachukia wale ndugu, anawaka moto kwa sababu kumbe wewe unaweza kutoa umakini kwa watu. Kumbe unajua kuhudumia, kumbe unajua kujali, kumbe unahisia, mbona mimi haya mambo siyaoni? Kuna watu hawawezi kuleta kuku nyumbani ingawa siku moja katika mwezi, lakini anapokuja mzazi wananunua kuku 3. Umeshindwa kumpa mke wako kuku mlo mmoja katika mwezi. Mzazi anakuja ndo unapa kuku. Huyu ndiye aliyenizaa. Huyo dada naye amezaliwa. Huyo dada na yeye fanya nini? Amezaliwa. Baba yako akitaka kula kuku, akali nyumbani kwake. Akale wapi? Sina nyumba, sina mke wake. Huyo mke uliye naye nyumbani, huyo mume uliye naye nyumbani, sio ATM machine. Sio ATM machine. Wengi unawafanya wamezao kama ni ATM. Anaporudi hakuna baba karibu nyumbani, umemvua shati, umetoa socks. Anaporudi hakuna baba pole na kazi, hebu twende ukaoge. Cha kwanza akirudi, unajua afia tangu asubuhi sababu gesi iliisha. Haina gani ya mke huyu hata kunisalimia? Ngoja nikwambie, mwanaume nje anaonekana kwamba ni Osama bin Laden, lakini ndani ni kakijana katoto. Wanaume wanapenda kukumbatiwa, wanaume wanapenda kubembelezwa. Hakuna mwanaume ambaye hapendi misuli yake kukandwa.
Kuna wanawake hapa hawajawahi kuwafanyia waume zao message. Ndio maana kutwa nzima wanaume wanasema naenda kunyoa. Niwaambie kwa vinyozi kuna wadada siku hizi. Wako wadada wanajua kucheka. Kabla hujaanza kunyolewa wamesha kuvua nini vifungu vya shati. Na jinsi ambavyo vifungu vya shati wanaweza kukamata kusema mabegani kwanza yani. Kukamata wapi? Unajua kuna tension. Hizi kazi zinatuharibia ndoa. Kazi ni nzuri, lakini usipojua kati ya kazi na mke nani wa kupewa kipaumbele. Kwa nini ni muhimu kutoa kipaumbele kwa mwenza wako? Namba 3, ili kuweza kuidumisha na kuistawisha ndoa yako. Kuweza kuidumisha na kuistawisha ndoa yako. Sikiliza, kila mmoja wetu amebeba hazina. Kila mmoja wetu ana uwezesho ndani yake. Lakini huo uwezesho au hiyo hazina haiwezi kutoka mpaka huyo mtu umeweza kumgusa. Ni mwanamke ambaye anathaminiwa ndio anaweza akafanyika kuwa ni mke hodari na mahiri ndani ya ndoa. Mwanaume asipothaminiwa, usipomthamini mume nilikuwa naongea na jamaa mmoja hivi karibuni. Kuna watu wanaangalia waume zao juu mpaka chini. Katika wanaume wewe ni wanaume. Wanaume gani wewe kwanza uwezi hata kazi? Kwa hiyo mwanaume ndani anakuwa anasikia maneno kwamba katika wanaume wewe ni nani? Psychologically anaanza kuathirika. Kweli mimi ni mwanaume au sio mwanaume? Sasa kila mmoja upenda kupima. Ukianza kugundua kwamba una ugonjwa, utapima au upimi? Unapima. So ataenda nje kutafuta vibinti kuona je kweli yeye ni mwanaume au sio mwanaume. Kwenda kupima kuona je kweli mimi siwezi kazi. Siku ya kwanza ameenda, yule anamwambia sasa wewe unacheza kama Maradona. Tayari kesha mkamata. Nyumbani anaambiwa wewe huwezi kazi. Huku nje anaambiwa ni nani? Ni Maradona. Unapoacha kumpa kipaumbele mwenza wako, sizungumzii tendo la ndoa, kuna maeneo mengi. Unapoacha kumpa mwenza wako kipaumbele, unafungua milango ya watu wengine kupewa kipaumbele. Adam hakuwa na mke wake katika bustani. Walikuwa ni wawili tu, lakini hakuwa naye. Alitoa kipaumbele kwenye bustani. Eva katika kutafuta nani wa kuongea naye, kwa mara ya kwanza anakutana na kitu kizuri. Nyoka alikuwa ni mwerevu. Nyoka alipoanza kuzungumza, akaona aina gani ya hekima. Hii hekima imempita ya mume wangu. Kumbuka ya kwamba Eva taarifa alizipata kutoka kwa nani? Kwa mumewe. Lakini sasa kuna mtu mwingine ambaye amebeba taarifa ambazo ni tamu zaidi kuliko nani? Kuliko mume. Maana yake ni kwamba nyoka alimpa kipaumbele mke wa mtu. Kama haupi mume wako au mke wako kipaumbele, unafungua milango ya watu wengine kuweza kumkamata. Sijui kama tunaelewana. Nimeelezea vitu vitatu. Kwa nini unatakiwa utoe kipaumbele kwa mwenza wako? Namba 1, ndoa ni msingi. Usikubali ndoa yako ife. Ikifa mambo yote yamekufa. Huyo mama ambaye alikuwa anakupetipeti wakati wewe na mke wako mnakombana, mke akikimbia huwezi ukaoa mama yako. Na hata ukimleta mama yako katika ile nyumba hauwezi kufanya kazi kama mke. Huyo dada alikuwa kwambia wifi yako ni mvivu. Siku wifi akaenda, huyo dada ukimleta nyumbani hawezi kukupikia. Wangapi wetu wamei baada ya kuoa dada zao wameenda nyumbani kwao kuwapikia? Dada yako amekuja nyumbani kwako kukupikia. Sasa kwa nini umpe kipaumbele dada ambaye hawezi kukupikia, baadaye umpe kipaumbele mke ambaye daima anakupikia?